Kuna huu ugonjwa wa ajabu ulizuka na kufanya watu kucheza muziki pasina hiari yao. Fikiria kama ungeamka asubuhi ukakuta ndugu, jamaa na marafiki wanacheza mithili ya watumbuizaji wa muziki wa dance, pasina kuwepo kwa muziki, bila kupumzika na hata kuonyesha dalili ya furaha katika nyuso zao. Tukio kama hili la ajabu lilitokea katika mji wa Strasbourg nchini Ufaransa mnamo mwaka 1518. Ambapo watu waliugua ugonjwa wa ajabu ambao uliwafanya wacheze muziki kama bendi ya msondongoma au mithili ya wacheza muziki kama Mozeyobo, Chino Wanaman au Enjo Nyigu. Ila tofauti ilikuwa ni kwamba walicheza bila kuwepo kwa muziki, bila kupumzika wala kuonyesha furaha katika nyuso zao. Ugonjwa huu wa ajabu ulianza ghafla kwa mwanamke mmoja aliyejulikana kama Frau Trofea. Siku moja alitoka nje na kuanza kucheza bila kusimama. Alikizungusha kiuno chake pande zote huku akitetemesha sehemu za maumbile yake kama feni bovu. Mara ya kwanza watu walichukulia kama kituko na wengine walicheka kwa mzaha. Saa zikapita na siku zikafuata, lakini hakuacha. Ndani ya wiki moja zaidi ya watu 30 walijiunga naye, na baada ya mwezi mmoja takriban watu 400 walikuwa wanacheza bila hiari. Waliochukulia kama utani wakaanza kujihami na ugonjwa huo. Watu wengi walianguka kutokana na uchovu uliokithiri, na baadhi yao walifariki dunia kutokana na matatizo kama mshtuko wa moyo, kiharusi na kuchoka kupitiliza. Nini kilisababisha ugonjwa huu wa ajabu? Hadi leo sababu halisi hazijajulikana. Hata hivyo, kuna nadharia kadhaa ambazo zinasadikika ndizo chanzo cha ugonjwa huo wa ajabu. Miongoni mwa nadharia hizo ni nadharia ya kisayansi ambayo inatajwa kuwa msongo wa kisaikolojia, yani mass hysteria. Wataalamu wanaamini huenda ilikuwa ni hali ya kisaikolojia iliyosababishwa na msongo mkubwa wa mawazo. Wakati huo Strasbourg ilikuwa inakabiliwa na njaa, magonjwa na umaskini uliokithiri. Uchezaji huo huenda ulikuwa ni njia ya akili kujinasua katika dimbwi la mawazo. Nadharia nyingine inasema kuwa chakula kilikuwa na kuvu ama sumu iitwayo ergot, ambayo inaweza kusababisha kuona vitu visivyokuwepo, degedege na mienendo isiyo ya kawaida. Imani za kidini nazo hazikubaki nyuma. Baadhi waliamini kuwa ni laana na adhabu kutoka kwa Saint Vitus, mtakatifu aliyekuwa akihusishwa na ugonjwa wa kifafa na dance. Watu waliamini kuwa njia pekee ya kuondoa laana ni kuendelea kucheza. Maafisa wa mji walichukua hatua kwa kuwapeleka waathirika katika eneo lililohusishwa na Saint Vitus, wakifanya maombi na taratibu za kidini. Polepole tukio hilo likaanza kupungua na hatimaye likatoweka kabisa. Jina langu naitwa Rasuli Halidi, hadi wakati mwingine, na hii ni Fantas.